Naam, ndugu zangu karibuni sana. Karibu sana. Nilisema kwamba tutazungumzia hili swala la maujio moja ambayo iliweza kutambaa, kisha watu wanasema kwamba ni watu ambao wameweza kufanya ili kuweza kuwachafua wazalendo. M23 wako wanatumia njia ya kugombanisha wazalendo. Unaelewa? Wako wanatumia mbinu ya kuwagombanisha raia pamoja na wazalendo. Wanatengeneza kitu ambacho kitakuja, fulani alifanya hivi, fulani alifanya hivi, fulani alikula franga za wazalendo. Deja inaingiza ili chokochoko kati ya wazalendo na raia, kati ya wazalendo kwa wazalendo. Donc wako wanavunja kwanza ule uaminifu kati ya wazalendo na kati ya raia na wazalendo, na pia kati ya serikali na wazalendo vile vile. Naona sasa kuna ndugu yangu Gisa aliniambia, na nimeona kwamba watu wengi wameniandikia hivyo. Wanasema ndio tulisikiliza Iyambaleto inasema aseme Bitakwira aliweza kuwakusanyisha wazalendo a part of William Amuri ya Kutumba, akawaambia si ndugu zangu, mko na habari M23 iko nakuja kule, biko nenda hapo Kinshasa. Kama wanaenda Kinshasa na hii vita iko complicated. Unaona Barundi hivi banajiondoa, sasa si tutafanya mubache bapite. Bitakwira huyo. Bitakwira sema hivyo, aseme. Bitakwira huyo aseme, licha kwamba Bitakwira ni mzee wa positionnement, anakuwa anajitafuta sana, lakini Bitakwira ni muzalendo. Bitakwira hawezi tubika na Mnyarwanda. Hawezi. Simsemei kwamba ni mtu anapatikana, lakini ule kwanza ni nyama mzuri sana ya kutafuna kwa upande wa Banyarwanda. Ndugu zangu nawaambia hivi, ule hawezi kumwacha hai. Asa Bitakwira ingia mu mikono ya Nebaronde hivi. Hata wanasema kwamba shetani hata afanye siku gani hawezi kuwa malaika. Hawezi. Sasa kabla ya kuenda mbali, kwanza ile audio ngoja nitafuti, ni wasikilizisheni na kwanza msikilize jinsi huyu mtu alisema, afu ndo tuje tuongee. Jambo bwana Fizi Diaspora, na wasalimu. Ni notable wa Itombo anafika kwa mtandao nikiwapa mahabari ya mbichi. Nyinyi nikizani hamkuwa na mahabari, ndio problem zenu. Kuko utoto bomwa wa mabunduki, wengine wa kusema hamuyu wake bibiku. Lakini sisi tunakuwa kwa mtandao 24h na tunakuwa kuna hiyo kama sisi wa notable, na kwa notable Fizi, notable Uvira, ba notable. Tunakuwa tunaongea, tunakuwa na magrupe zetu za notable. Tunaongea lakini ndapasho ni kwa sababu tuko na nyinyi mgrupe, na nyinyi mnaweza kuwa mna profite ka habari kidogo kwa sababu tuko na nyinyi mgrupe. Unaona Bitakwira alitia mitingi kamalizika, akasema kama wataenda kutanana na bakubwa wote ba Kimaimai. Bakaenda bakakutana na bakubwa Kimaimai, bakafanya reunion yenye ilikuwa usiku. Hiyo reunion sasa bakasema kama Bitakwira akawaambia sasa ile reunion yenye ilikuwa na baletea, mwanaiwa politike ikuwa mkinywa sana kusema politike ni chenga. Akawaambia munaona hii vita ya ba M23 yenye kinakuya, muache pigana, muache vitu vya mabunduki. Kusema kama M23 kinapita tuwe kwenye kinaenda, na kusudi watu wasipoteze vitu, wasipoteze mali, mnapashwa muache vita. Kwa sababu watu hiyo kwenye M23 kinatoka na kwenye kinaenda. Ikipigania mwai mwingine na ikipigania hapa itakuwa ni kuharibisha mali ya watu na kuharibisha vitu. Na hivi mnaona babembe banaanza, ba maimai mnaanza pie kanisa wenye mlenge Uvira, mnaanza pie maoni je Uvira ya Ebeneze. Hivi tena mnaweza tuma watu wanakuharibika mwingine ya Uvira hovyo. Akamwambia unaona Barundi, bakaongea wote wakasema hivi Barundi walikuwa deja prepare, tulikuwa nabo kama tutapigana hii vita na tutaiweza.
Lakini leo Barundi tena wanaanza jiretire. Washaanza tangaza Barundi wanaanza jiretire barudi kwao. Sasa mko mnaona eske ba Maimai na Bafulero hii vita tutayaplene tutaiweza? Kwa hiyo tuache vita, sikio risasi, nao wapite gisi viko wanaenda wanakamata zingine mwingine. Unaona gisi wanakamata huko Manor Kivu, wanaendelea kwenda Makisangani. Inabidi na sisi hapa hatuwezi pigana hii vita. Wakaongea vile wakasema tuache, na wakamuuliza makesio walikuwa mwele, wakamwambia eske sasa kwa kuacha hii vita eske aba Maimai wote aba walijipanga, majenero walijipanga nini vitaendeka? Yeye akawaambia aba wote wenye walijipanga hii majina ba jenero ba general wakajipanga, aba Maimai ba komanda akawaambia mtulie, inapasha na nyie mutafute gisi ya kujiunga mu parti moya, na nyie mnakuwa adere. Kama mtaenda kuma formation tutakuwa biyua, lakini mwache vitu kupigana. Akasema sawa, tunaona vitu haiwezekana. Wakakonklire vile, wakasema lakini kusikuwa kuyua ile mahabari, na mimi niko nawapatia ile mahabari, msibebe mu magrupe zenu, nawapatia mchunge kabisa, mchunge kwa sababu ni notable mwenzainu, niko nawapa hii habari, mchunge msimwange siri, mwakiene hiyo yote, msimwange siri. Wakasema kama leo magharibi wataenda ona ya Kutumba, wataenda ona ya Kutumba naye, kwa sababu renio ya Kutumba kwa wataenda ona ya Kutumba, wampe habari naye, wamwambie vitu ya vita muyache. Lakini wengine wakawa eske vitakuwa hivi wakikuya na wanapita na sisi tuko na masira vitaenda? Wakamwambia hapana, hakuna vya masira, kila mtu yuko na sira, mtaenda chunga nazo masira, muende mrudie makazi zenu kwa nyumba sawa raia. Mwenye tapenda kuwa jeshi bakisha fika utaenda jiadere. Nyie wote mnashuka, kama ni parti ya Maimai mnashuka mnaingia, okay, mnakuwa desarme sira, mnaenda Rumangabo, mnatia maformation, mnachanga na wengine, mnageuka jeshi ya FCC, mnaingia nyie wote mnachanga. Lakini kitu chenye wapendi ni kitu ya kuita Maimai bazalendo. Akwambia mwikale kabisa, hakuna, tupendi tena Uvira yetu yaribike, atupendi Sange yetu yaribike, manyumba tena ziharibike, Fizi yaribike. Tunapenda na sie tuache ba M23 baende gisi biko wanaenda selo, gisi biko wanaenda wengine. Ndio ile renio ya Babitakwira, na wakaitikana na ba komanda wote walikuwa wanakutana na baba Maimai, wakaitika wakasema kama kuna wake wengine renio moja ya kuona ya Kutumba na ya conclure basi. Ndio vile ndugu yangu, na ndio vitu tunatafuta, muache amani kuwe. Haba bembe bebe wana leta masase, ilikuwa wanapatiwa masasa, sasa wapigane ni kujaribisha. Sawa, ni notable wa Itombwe. Unaona? Mmesikia? Sasa tulizane Bitakwira, hata kama anafika mwinivo kabisa kusema hivi. Sio kama nimpigie saa hizi. Ngoja ningempigia Honorable Bitakwira sasa hivi nimuulize juu ya situation. Est-ce que c'est vrai ulisema hivi? Kuko audio iko nasema, ngoja tuone kama iko. Ngoja nimtafute kwanza hapo Honorable Bitakwira nimpigie. Tumpigie live. Nimuulize kwanza juu ya hii message. Est-ce que kweli Bitakwira ulisema hivi? Kama atapatikana huyu hapa, Justin Bitakwira, voilà. Bwana mpigie direct. Bwana mpigie direct hapa.
Pokea honorable. Aha. Apokee simu. Unajua hawa viongozi, lakini sio mbaya. Hawapigwagi mara mbili au ukipigia mara moja hivi anapokea, basi itabidi tumtafute kwa njia zingine, kumtumia hata ujumbe hivi ili aweze kujibu. Itakuwa ni jambo la maana sana. Nitajitahidi kufanya hivyo. Nitajitahidi kufanya hivyo. Unaona, sasa ndugu zangu, ni kwamba watu wako wanaingiza mambo ya ajabu sana. Unaona? M23 iko inatumikisha wakongomani kuwavuruga wakongomani wengine. Iko inatumikisha wakongomani kuanza kuingiza ile chokochoko ya franga. Fulani ashakula franga. Fulani ashapewa franga. Fulani ashapewa hivi, ili kuwapiganisha. Tupigane sisi kwa sisi. Tuchukiane sisi kwa sisi. Sasa hii inakuwa ni hatari kwetu. Sisi ndio tutapoteza. Si ndio tutapoteza endapo tutashindwa kuwa makini. Endapo tutashindwa kujua kwamba wakati wa vita mambo yote yanatokeaga. Usaliti ndio unakuaga upo, wasaliti wapo ndio. Lakini eski waaminifu hawakuaji? Ndugu zangu, hebu tuambiane, eski waaminifu hawakuaji? Mimi nakuwa niko na principle moja. Licha kwamba ninakuwa niko na click ya watu, ndani yake kuna wasaliti, lakini na kuaga najitahidi nibakie mwaminifu. Ndio tuko wanadamu, tuko na mapungufu, lakini najitahidi nibakie kuwa mwaminifu. Na hata vile vile na mimi pia na kuaga natengeneza uaminifu kwa mtu, hata kama nikisikia kwamba kuna kibaya dhidi yake kimesemekana, lakini kwangu nitabakia kuwekea uaminifu kwake, angalau aniamini. Sasa utakuwa mtu gani ukisikia hiki huku unabadilika? Ukisikia hiki huku unabadilika. Ukisikia unasema hivi unaenda, basi bitakwira. Leo hapa nipata message za utasema, "Vraiment bitakwira inakuwa hivi. Bitakwira nini? Bitakwira tukue na mregrete." Moshe. Unajikuta kwamba mambo yana watu tuko destina bitakwira. Tuko destina bitakwira. Bitakwira na tudesevoir. Bitakwira na kula rushwa. Bitakwira anafanya hivi. Mosher. Haya yote mambo mmeyatoa wapi? Kumbe tulisikia kuyambaleto. Yambaleto ndo walisema ase Bitakwira alikusanyisha watu wazalendo, akamwambia waache njia, M23 ipite iende wapi? Sie tuko sur place. Tuko kutere. Watu wiko wanabaletea mahabari venye habiko hata mu RDC. Mtu yuko wake nje ya RDC, utasikia iko nakupatia mahabari ndeke iko kutere. Si tumeleta za ndani. Mwingine na mtu wa ndani anajikuta chake kiaudio kule, na anakipitia na kiona kiaudio, anakikamata, anakisikiliza, anaanza kukizungumzia. Walisema hivi na hivi. Mtu ndani atuambia, mtu gani ndani mwenyewe alikwambia hivyo? Vile nini usimpigie Bitakwira na niye peke umpigie Bitakwira, kisi mimi nilimpigia hapa maadresima na kupokea, mimi nitafanya chini juu ili tupate hii message. Unaona? Mambo mengine yanasikitisha. Mambo mengine pia yanatuzalilisha. Unajua vitu vingapi ambavyo sisi tuko tunaviona, tuko tunasikia, lakini hatuvizungumzi. Utakuwa baba gani wa mnyumba wewe ukiona tu kadefu kadogo na kabibi yako unaanza kukaweka hadharani mbele ya majirani, hata mbele ya watoto. Uko unakosana na bibi yako mshambre, unaanza kumtukania mbele ya watoto. Sasa c'est pas normal. Hata mwanamke naye vile vile. Uko na makosa na bwana wako mnyumba, basi inakuwa ni hadharani mbele ya watoto.
Mimi nakutanaga nasikia mwanamke iko natukana mwanake kiwelewele mbele ya watoto. Baba yenu naye usikiwelewele tu. Kisha ndio wapi kiwelewele? Sasa unataka mtoto naye mwite baba naye. Papa kiwelewele. Mama yenu kabisa anashindikana. Mwanamke gani malaya iko natoka naenda nini mbele ya watoto. Na maanisha kwamba mambo mengine ya nchi, hata kama utasikia kwamba umepewa habari fulani, kiongozi fulani amefanya hivi, kwanza unaangalia uzito wa ule kiongozi iko na influence gani, na je hizi habari ziko na uhakika kweli? Sababu kuna wanasiasa ambao ukisikia sasa fulani alikula rushwa, haule direct. Ungeniambia kwamba Bitakwira iko na prepare na wazalendo kukata province ya Sud Kivu, pale ningesema voilà, ni moja kati ya maambisho peut-être zinakuwa juu ashakuwa na ambition za kutaka kugombea gouverner na ashagombea gouverner vikashindikana. Niambie Bitakwira yuko naongea juu ya kuimarisha wazalendo wa kuimara zaidi Sud Kivu, voilà. Mimi Bitakwira na anakula njama na M23 na RDF juu na ni juu M23 pita Uvira, wapi na wapi? Ndugu zangu, siko msemaji wa Bitakwira, siko wa kliki ya Bitakwira, sijawahi kula franga za Bitakwira, sijawahi kula hata per diem ya Bitakwira, lakini mtu anaonekanaga kwanza kwa vitendo. Mimi wengi walikuwa hawanijui kuniona, baadhi tu ndio walionaga zamani, lakini walifanya confiance na Baraka One TV. Na ile confiance ilifanya operation saidia muzalendo kuingia mu march. Tulipata sheet hapa ya laptop na mixer. Nimetoa appel tu moja. Naona watu wengi wanarespond. Ndugu yangu Hassan Ramadhani aliniambia, "Ni kamera yako, tuliona kamera yako sio nzuri. Kwa hiyo fanya tena na ni appel nyingine tukuchangie uze kamera." Unasikia? Nikamwambia ndugu yangu sawa, hiyo mambo tutashughulikia. Donc unatengeneza confiance kwa watu kiasi kwamba ukiwa kuna shida fulani na ukiwaambia wanasema huyu ni mtu wetu wa siri na wanakuravitai. Na ndugisi ile pia tunatakiwa kufere confiance kwa baadhi ya wanasiasa. Tunajua maposition za politiki ya Mkongo. Tunajua, lakini hata mtu mmoja tuwezi mwikia na confiance kweli. Sasa Sud Kivu, mie sikwagi mbaguzi, Bitakwira haiko mbaguzi, nani mwingine Elizere Tambwe haiko mbaguzi, Jean Pierre Bemba haiko mbaguzi, lakini tunakuaga tunasimamia misingi ambayo iko sahihi. Kuna watu wenye hatuwezi wakia confiance mu province yetu ya Sud Kivu, na wale watu wanajulikana ni watu wa kote gani. Sasa siri ujelewa kui vita ya M23 wenyewe ona watu wenye walishapotaka vita ya M23 boseme vita ni ya Watusi kuingia Mkongo, wenye walikuwa wanaanza kukimbilia kukana hapo kota ni Bamushi, bandugu yetu Bamushi. Hiyo kuanzia RCD watu na AFDL walikuwa ndani mingi, RCD, CNDP, M23, wale ndo hatuwezi faire confiance juu ya kuwapatia nani kuwapatia nani kuweza kusimamia masuala ya wazalendo na nini na province. Ile hatuwezi kuwa tunaficha ile. Ifutu tunaambia kwamba RDC kabila yenye inakuaga ilikuwa iko na wapokea na ni magaidi ni kabila fulani. Sasa ukisema hivi unaona kwamba huyu ni mbaguzi. Ukisema hivi unaonekana kiuko na unasemea tribalism. No. Lakini sio kwa Bitakwira. Na kama itatokea hivyo anafanya hivyo, atalaniwa. Antuka atalaniwa vibaya mno. Kuko umoya, kuko nani ule na sawa. Kule maeneo ya Kiziba, Mfuliru mmoja hivi aliweza Munenge, ndugu yake ya Munenge. Unaona? Ni Wafuliru wale walijiunga na M23. Na niliweza kutangaza hizo. Na walipigwa sana kule na Kaziba mpaka kukimbia. Na ule jamaa tukao tunamtafuta alikimbia. Mjelewa.
Kwa hiyo tunatakiwa tusimame na tuache kusaidia kumanipulation ya M23. Mko natia mzao, mnafikiria kwamba inchi hii ni ya brage, inchi iko hivi. Inchi inaomba watu wenye kuwa na moyo wa kujitolea ili kupigania taifa. Inchi inaomba wanaume wa kweli, haiombi wanaume wa kulialia. Inaomba wazee wa Ngwasuma inchi hii. Unajua wazee wa Ngwasuma? RDC inaomba wazee wa Ngwasuma. Mwanaume mwenye akisimama anaangalia misingi iko hivi, tutembee hivi. Ndio watu ambao tunawataka. Inchi hii ni ya kwetu ndugu zangu, watu wasiwadanganye. Inchi ya RDC ni ya Wakongole. Leo kina Bertrand Bisimwa wako wanawapatia nafasi Watusi RDC. Mtu sabe Bertrand Bisimwa yuko nasema que la RDC nous a trouvé ici avec nos terres. Si la RDC ne veut pas de nous, qu'il parte. RDC ilitukuta tuko hapa na bulongo wetu na Watusi. Kwa hiyo kama RDC anayetutaki iende. Bisimwa uko bumbafu. Bertrand Bisimwa uko voi, uko fu. Unaona? Wanaanza kuwapatia Watusi privilege. Nesio n'importe quel Mtusi. Atu wakatai Watusi. No. Wanasema ki kote za Masisi, za wapi kuko ma communauté ya Watusi nyiko Mkongo. Sava. Eski kila Mtusi ndo Mnyarwanda? Kama ni Mtusi mwenye alibakia Kongo, basi ule ni Kongole tuseme. Lakini ule Mtusi mwenye alikia Rwanda, mwenye alienda kamatwa na Babelge juu ya makazi za mangombe, kazi za maviwanda, za nini, ule ni Mnyarwanda. Tuambiane clear. Mes chers frères, ndugu zangu, miaka yenye iko inakuja, tutafanya identification, tutafanya sensa. Na hii sensa kila Mtusi mwenye Rwanda mwenye alikia kutoka Rwanda atapewa kitambulisho cha ukimbizi. Watapewa kitambulisho cha ukimbizi, wanaishi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kisha baadaye wakitaka uraia waende watafute uraia Tanzania ili watimua kule. Kuna wakati Kagame iko na Mbeki Kikwete aseme Rwanda iko mpaka na makanali na majenerali ndani ya jeshi la Tanzania. Ndio walikuwepo ndani. Tanzania wakati iko Dar es Salaam nakumbuka. 2000 ngapi? 2000 kama na 11 hivi. Yeah. Tanzania iliweza kuwatimua Wanyarwanda mpaka kanali moja ndani ya JWTZ. Alikuwa anafanya kazi mkoa gani? Mkoa wa na sawa. Ngambo za kanda za ziwa kule vile. Yeah. Aliweza kukimbia jeshi. Ilikuwa ni pio ya Kagame. Colonel kanali. Yeah, nafikiri nikipata kumbukumbu nzuri itakuwa hivyo. Alikimbiaga jeshi. Na wengine wakatimuliwa jeshini wenye Rwanda. Walikuwa mlindani. Na mpaka leo wapo, lakini wanaangaliwa kwa makini sana. Hawezi kufurukuta. Lakini si kwetu una. Wazee wa Ndomboro ya Soro. Ariko Kadogo. Leo Bukavu watu hawarari. Ni kupandisha morali. Ulikuwa wapi? Unatoka wapi? Ibu siku wewe uko unakwenda wapi? Reta telefoni. Unasikia? Bamwizi ya kwanza ni ba M23. Wabakaji wa kwanza ni ba M23. Leo hii Bukavu, Goma, tuseme eski wakati ya serikali, malgré serikali yetu ni ya babumbafu, tuko na serikali ya bavoyuzi mwasa, ya bakopera, serikali ya bamwizi, ya bakula rushwa, lakini ulikuwa unatoka hako kunyumba usiku
unarudia asubuhi bila problem. Ulikuwa unatoka kwa nyumba asubuhi, unarudia usiku bila problem. Babandi voler me arme Goma pale tulikuwa tunabarete kila siku. Unaona? Leo mtuambie bandi gani mwenye iko arete Goma? Babandi Goma wanakuwa wengi, bunduki ziko mingi mnyumba. Bukavu hivyo hivyo. Leo Bukavu watu wako wanauliwa kila kukicha. Goma watu wanakufa kila kukicha. Walikale sehemu zingine huko kote, usisemi sasa Minova na kuendelea. Eski wakati ya serikali ya Chilombo haya mambo yalikuwa? Kumchukia Felix usilete adui. Nyinyi mnataka madaraka, mnataka kuongoza nchi. Sisi tuko na uchaguzi. Tuko na uchaguzi pale. Tuko na uchaguzi. Hata leo hii M23 iganye gere puf. Okay, tukae hivyo, tuorganize maelection puf. Hakuna mambo wa M23 mwenye ataganya kama election. Dairi kwa kuganye gere ni ndoto ya mchana, ni ndoto ya wazimu. Kwa hiyo ndugu zangu, hapana kushirikiana na adui. Adui ni adui, yule yuko na mipango yake. Alikuwa anatoka Rwanda, iko na objective zake. Alikupatia ile $5,000 yake juu msaidie. Na nakudanganya ona tukifanikiwa nitakupa papa. Mkishamaliza ile kazi papa, anakuambia unanidai ngapi? Si nilikupa $5,000. Nini nyingine? Unakuwa esclave wake. FARDC leo ba colonel wenye batoka mu FARDC kwenda kujiunga na M23 Banyarwanda kuinga na tugone biko nakufa sama mbuzi. Unaona? Kwa hiyo hapana kumpa adui nafasi. Adui ni adui na lazima tumpige adui ili atuachie ardhi yetu. Papa, hii ni vita ya udongo. Haiko vita ya bla bla. Haiko vita ya Felix Tshisekedi. Tshisekedi ni mtu ule naambiaga bana mingi. Felix Tshisekedi makazi yake ni Belgique. Ataenda Belgique, sisi tubakia mu Kongo yetu. Apre manda yake Felix iko nenda Belgique, yeye mke wake na watoto wake. Dairi watu wote wanaishi Belgique. Si ndio wenye bulungu wetu. Kwa hiyo ifo tupiganie bulungu, tusimwangalie Felix kumacho. Mzee wangu William Amuli ya Kutumba. Nani wako mwenye ko Belgique? Nani wako mwenye ko France? Bechuos tuliana. Boy bana wose tulene bwana. Tuikiane bechuos tuliana. Uyo shika M23 aitane ai ule. Jiste bitakwira uko na nani? Familia yako yote tuko nayo hapa. Uvira. Tunajuana kwa bitakwira pale, oncle yake ule, binti wa kakake ule. Dairi niko na pete yangu moya mwenye iko na chumbia mtoto wa mdogo wake bitakwira. Donc tunajuana. Sasa utasaidia upatie M23 ipite iende wapi? Haiwezi wezekana. Donc ile ni maneno tu ya uongo ndugu zangu, wala msipe nafasi. Hii ni Baraka1 TV. Asante sana. Tukutane majira ya saa 12 kwa mitazamo yenu.